Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Basi nimalizie kwa hiyo ambao ni topic current issues ya mambo ya cyberbullying kwa mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, mama alikuja na fora. Tunajua kabisa mimi ni mpinzani. Huko nyuma tulikuwa hatuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo. Tulikuwa hatuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara. Lakini mama through fora yake watu wanafanya mikutano ya hadhara. Tanzania mtu unakuwa na freedom of express. Sisi sio mara ya kwanza, mimi nishaikuwa gerezani, sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupelekwa gerezani. Mheshimiwa Mbowe ameshakaa miezi 4 nikiwa naye tukatoka, baadaye akaja akapewa tena akaenda gerezani kwa miezi 8 kwa treason. Hatukuona haya mambo yakitokea. So at the time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet, yani nani, kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na fora zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana. Lazima tuangalie. Leo tuna hii amani, tunaweza kuona kama tuko vizuri. Tukafanya kila tunachofanya. Tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao. Na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya, lakini Watanzania tunachukua tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi mko wapi? Kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyberbullying inafanywa na hao watu wa nje tunasema. Lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania. Where are we? Kwani tunaruhusu hii? Ni udhalilishaji, na unaweza kuona kama ni udhalilishaji kwa sababu mama, yani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamume, hizi cyberbullying ambazo zingeweza kufanyika. Lazima tukatae. Tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki, mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondemu hili. Mshirikiane mambo ya ndani ya hapa, idara ya mawasiliano na kule Kenya, tuwakamate hawa jenziwa kule. Lakini kuna klipu zingine ukisikiliza Mheshimiwa Naibu Spika, toneshi na Kiswahili ni Mtanzania. They are just hiding kwa ambao wanatokea Kenya. They are pretending wanamdhalilisha mama. Msitweze utu wa mtu. Sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu. Siwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza. Leave alone the president ambaye ndo amebeba nembo ya taifa letu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante.